Kwa hiyo jamaa wangu, siku zile umemwaga shemu kwamba unaenda kwenye kikao. Kwa pale ulikuwa kwenye kikao ndugu yangu. Yaani sitaki kuamini kabisa, yaani kama wewe ndo umenifanya nitende dhambi ya kudanganya siku zile mbele ya shemu. Yuzo, unakuaje kama mtoto wa kiume mwanangu? Kishaona hivyo juu usajili mpya umefanyika. Kama mambo mengine haya vunga tu mwanangu. Umeelewa? Sema nini asante kwa kampani yako mwanangu. Uliokoa sana. Hayo ndo mambo ya kiume sasa. Nilikuwa na uwezo wa kukaribia mbele ya shemu pale pale. Lakini niliamua kukustili sababu wewe ni jamaa wangu. Kwa hiyo hebu usinijaze upepo kabisa. Sorry mwanangu, hayo yamepita. Sema siku ile mwanangu kuna dogo mmoja pale wakati nimejibana pale kwenye ule mti. Kuna dogo alikuja pale alinikojolea kinoma mwanangu. Yaani ule dogo ule nikimkamata atanitambua. Huyo dogo hana makosa yoyote. Kwa sababu pale ulipojificha ni kichakani. Dogo amefika amemwaga kojo lake. Kwa sababu pale ni kichakani. Sema nini mwanangu? Malaya gharama kinoma ni rafiki yangu. Na hayo ndo malipo yake sasa. Wamekukojolea. Yaani raundi inayofuata watakunyea kabisa wewe. Sasa mwanangu ndo maneno gani hayo? Oya, achana na mimi unazingua wewe. Samahani dada. Bila samahani. Mambo? Poa. Naomba nisaidie simu yako. Kuna mtu nawasiliana naye, simu yangu imezima chaji kama utojali. Poa. Dada. Mbona hii namba ya mume wangu? Mume wako? Nione. Hii hapa. Hiyo namba ni ya Michael. Kwani mume wako anaitwa nani dada? Mimi mume wangu anaitwa Ali. Alafu niliweka namba jina limekuja Michael. Sielewi. Amna, hiyo namba ni ya Michael. Na anaga majina mawili huyo kaka. Ana jina hilo moja. Haya sawa dada, asante. Haya poa. Nimesikia wito wako. Ndiyo dokta. Nimekuja tena kwa mara nyingine. Nakumbuka nilivyokuja mwanzo ulinisaidia. Ukanipa baadhi ya masharti
na ukaniahidi nikiyafuata haitatokea tena nikakataliwa na yule binti. Lakini yote ulionielekeza nimeyatekeleza ipasavyo. Lakini bado nazidi kumkosa yule binti. Sasa dokta, mimi sijui wapi nimekosea. Kwanza umekosea masharti. Dokta, mbona tu nilienda sawa, nilifuata maelekezo yako, masharti yako niliyafuata. Najiuliza hapo nilichokosea ni nini dokta? Sielewi. Unakumbuka nilivyokupa ile dawa nilikuelekeza nini? Nilikuambia utaanza kutekeleza baada ya siku moja. Lakini wewe ulitekeleza siku ile ile na ukamfuata na kuanza kumtokea usingizini. Hapo tayari ushakosea masharti. Umenielewa? Kwa hiyo kumbe ilitakiwa siku ulonisaidia nilale, alafu kwa kesho yake ndo nianze hiyo shughuli. Ndo hicho nilichokosea. Mimi nashukuru kwa kunirekebisha na kwa sababu umeonyesha nia ya kwamba hujanichoka dokta. Naomba unisaidie kwa mara nyingine. Na kuahidi haitojirudia. Tafadhali. Una haraka sana kijana. Ila nitakusaidia. Ila na kuongezea masharti. Kwa sasa unatakiwa umtokee kwa sura yako halisi. Usitumie tena zile sura zingine. Tumeelewana? Na muda unaotakiwa kwenda kumtokea ni saa 8 usiku. Usimtokee muda tofauti na saa 8 kamili usiku. Ukienda kinyume na hapo, sahau kuhusu yeye. Tumeelewana? Sawa, nimekuelewa dokta. Naomba unisaidie. Nikifanikiwa na zawadi yako nzuri sana. Sawa kijana. Nitakusaidia. Kupika ni makadirio. Chumvi kidogo, sukari kidogo, maji kidogo. Wewe kina kushinda kipi hapo? Yaani mama mdogo, kwenye makadirio hapo, mimi naweka machumvi mengi, ambapo mimi nikionja, naona ipo kawaida. Kasheshe ipo kwa yule mume wangu. Si ndio maana nimekuambia ndio ukadirie. Na ukizidi kutokuelewa, utarudisha nyumbani sasa hivi. Sasa unataka kunipe aibu kwa majirani? Sasa mimi mtoto wa Aisha hajui kupika, amerudishwa nyumbani. Nasra, usije ukanitia aibu mamako. Jaribu bwana kupimanisha maji na chumvi. Sawa? Chumvi kidogo, sukari kidogo na maji kidogo. Jamani, hadi mafuta hujui kukadiria? Kumbe tuna mgeni. Karibu mdogo wangu. Asante. Naona bwana kwenye ndoa kumbe sio mbali. Naweza nikaenda leo, nikarudi kesho. Sonita. Maneno gani kumuunganisha mdogo wako? Hamna mdogo, si unajua tu ulimi una mfupa. Maneno yameniteleza. Mpuuze, ulimi una mfupa. Kilichokuleta ni kipi hapo? Mna shoga zangu barafu. Barafu, mshenzi tu. Chukua barafu uende.
Ishia hapo hapo. Yaani wewe Ali ni wakuniacha mimi wakati nilikwambia nimefika, simu yangu ilikuwa imezima chaji na ufunguo ulikuwa umepotea. Kweli Ali, una huruma na mimi kweli wewe? Acha kunipandishia sauti wewe. Yaani kukosea ukosea wewe alafu kunifokea wewe. Mimi najua ninachokifanya. Ndio maana nimekuja hapa. Kwani hapo umefunguaje? Nimevunja, unataka nifungoje wakati nimekwambia funguo nimepoteza? Kwa siku hizi unaamua kuondoka bila hata kuniaga. Sorry, mama aliniita, alafu ilikuwa ghafla, kwa hiyo nikaona nisikusumbue. Ndio, ni muhimu sana mama akikuita, lakini kwa nini inawezekanaje unaweza kaondoka bila kuniaga? Sorry mume wangu, ilikuwa ni ghafla. Sawa. Alafu nimekumbuka mume wangu. Kwani una majina mangapi?